yale ambayo yalitokea baada ya Adamu kuanguka. Moja ya kitu ambacho kiliharibiwa na adui ni ile nguvu ya baraka ambayo Mungu alikuwa ameweka juu ya mwanadamu. Maandiko yanasema Mungu akawabariki, akasema zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitiisha, mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi. Sasa wokovu unarudisha ile nguvu ya baraka kwenye maisha ya mtu. Maana yake uwezo wa kuanza biashara ikaendelea, na sio tu kuendelea, maana yake unaanza kuenea. Mtumishi wa Mungu baba yetu alifundisha akasema kwamba moja ya kiwango kidogo sana ambacho ni cha mtu kuenea ni kuijaza kwa mfano nchi ya Tanzania peke yake. Maana yake kila mahali kuna bidhaa za kwake, biashara yake ianze kutambulika. Sasa tunapookoka, maana yake ile nguvu ya baraka inaanza kufanya kazi kwenye maisha yetu. Sasa baraka ina nguvu kuliko laana. Baraka ina nguvu kuliko laana. Maana yake kumbe kati ya nguvu ya kufanikiwa ni baraka. Maandiko yanasema kwenye kitabu kile cha Kumbukumbu la Torati 8:18, bali utamkumbuka Bwana Mungu wako, yeye akupae nguvu ya kupata utajiri. Sasa nguvu ya kupata utajiri ni baraka ya Mungu ambayo Mungu anaiachilia baada ya mtu kumwamini Yesu Kristo. So kitu ambacho kilikuwa kwa Adamu mwanzoni, alikuwa kwenye bustani Eden, alikuwa anafanya vizuri kabisa. Kwa nini alikuwa anafanya vizuri? Kwa sababu baraka ya Mungu ilikuwa juu yake. Alipoanguka ile baraka ikaondoka. Lakini Adamu wa pili ambaye ni Yesu Kristo alirudisha hiyo baraka ambayo ni nguvu ya kustawi. So kumbe ukiokoka hujasamehewa dhambi tu. Ukiokoka mafanikio ni ya lazima sana. Kwa nini? Pia maandiko yanasema kwamba Yesu Kristo alikubali kufa maskini ili sisi tuwe matajiri kwa sababu ya neema yake. Lakini kitu kingine kinasema kwamba Kristo naye alituokoa katika laana ya Torati ili baraka ya utajiri wa Ibrahim itufikie sisi kwa njia ya imani. Maana kumbe wokovu ni chanzo kikubwa cha mafanikio na kustawi kwa mtu. So kumbe kustawi kunawezekana endapo ukiwa ndani ya Kristo na ukaamua kuhusiana na Mungu, ukaamua kuimarisha mahusiano yako yakawa imara na Mungu. Sasa kitu kingine, faida nyingine hapa ambayo sasa inapatikana unapokuwa kwenye uwepo wa Mungu ni kuaminika. Uwepo wa Mungu unakufanya uaminike. Kilichomfanya Yusufu aaminike, kumbuka kwamba huyu hapa hakuwa ni Misri, alikuwa ni Mwebrania, ni mtu ambaye amepokelewa, ameuzwa tu. Na huyu Potifa alimnunua kutoka kwenye mikono ya Wamidiani. Amemnunua, ni mtu mgeni, akamweka kwenye nyumba yake, lakini nini kilimfanya Potifa amwamini Yusufu kuliko watu wengine wote wa nchi yake? Hata watu ambao walikuwa chini yake wengine. Kwa sababu kula ambapo Yusufu aliaminiwa, akawekwa juu ya vitu vyote, ni tofauti hata na mke wake. Kwa sababu Yusufu ndo alikuwa anasimamia kila kitu. Alikuwa amewekwa juu ya mali, juu ya kila kitu, lakini kwenye kuwekwa huko yale mafanikio ambayo yalianza kuonekana. Hayo ndio alimfanya bosi wake amwamini zaidi Yusufu kuliko mtu mwingine. Bado some hapa hii Mwanzo 39 kuanzia ule mstari wa 2. Maandiko yanasema Bwana akawa pamoja na Yusufu, naye akastawi, naye alikuwa katika nyumba ya bwana wake. Anasema bwana wake akaona ya kwamba Bwana yu pamoja naye. Yaani Potifa mwenyewe akaona ya kuwa Mungu yuko pamoja na Yusufu. Kwa lugha nyingine, Mungu alikuwa anafanya kazi pamoja na Yusufu. Ndicho chanzo cha yale mafanikio ambayo yalikuwa wazi kwenye nyumba ya Potifa. Hapa anasema na ya kuwa Bwana anafanikisha mambo yote mkononi mwake. Yaani Mungu ndo alikuwa anafanikisha mambo yote. Kila kitu Mungu ndo alikuwa anafanikisha kupitia mikono ya Yusufu. So ukitaka kuaminika, kwa mfano, upo kazini au Mungu amekuamini kwa kwenye vidhala fulani. Ukitaka kuaminika na watu, lazima sasa wewe mwenyewe mahusiano yako na Mungu yawe ni mahusiano ambayo ni wazi kabisa ya kwamba unaishi maisha ambayo yanampendeza Mungu. Lakini kitu kingine, hauwezi kumsaliti Mungu kwenye eneo lolote. Kwa nini? Kwa sababu lazima utambue ya kuwa moja ya siri ambayo ilimfanya Yusufu awe mwaminifu kwa Mungu, kwa sababu alijua anayemsaidia peke yake ni Mungu. Kwa nini watu sio waaminifu kwenye maeneo ambayo Mungu ameweka? Kwa sababu hawa watu hawajui kinachoweza kuwasaidia ni kitu gani. Maybe labda yamkini mtu anaweza kuwa hajaokoka, lakini kwa wewe ambao umeokoka na upo kwenye ofisi fulani, unatamani pengine pale uaminike, upewe nafasi, au wakati mwingine hata mshahara wako ongezeke. Lazima ujitahidi kuwa mwaminifu. Ujitahidi kuwa mwaminifu. Lakini pia inaanzia wapi sasa? Ni mahusiano yako na Mungu yawe imara. Uwe kama Yusufu. Wakati wa dhambi useme nifanyeje uovu mkuu namna hii nimkosee Mungu. Maana yake ukatae uovu ukiwa siri wakati ambapo watu hawakuoni, na wakati mwingine hata kama watu wanakuona ijulikane kuwa wewe umempa Yesu maisha yako. Tulisema siku ile hapa tukasema kwamba kuna watu wengine wapo ofisini lakini kama vile hajaokoka. Ukimwambia fulani Bwana Yesu asifiwe, anaweza akacheka au akaangalia pembeni. Kwa nini? Kwa sababu yeye mwenyewe anaogopa watu wakijua kuwa ameokoka, watacheka kwanza, watashangaa. Kwa nini? Kwa sababu wanajua maisha yake yote pale. Yaani wanajua kila kitu. Akiwa ofisini wanasikia anavyoongea, akiwa ofisini wanasikia anavyotukana na watu, akiwa hata nyumbani vile ambavyo anaongea na majirani. Yaani ni kweli kabisa yeye mwenyewe anafika hatua anaogopa kusema kwamba ameokoka. Anaogopa hata kama ukimwambia Bwana Yesu asifiwe, anaona aibu. Kwa nini? Kwa sababu ni kweli atatikia salamu lakini sio maisha yake. Sasa hayo mambo hayawezekani. Lazima sasa ukubali kumpendeza Mungu. Ukianza kumpendeza Mungu, huyu Mungu sasa atakupa thamani. Atakufanya uaminike kwa watu. Unaweza kuwa mahali fulani kumbe Mungu anakuandaa uende hatua nyingine. Sasa kama huyo Mungu hata kusaidia mahali hapo, maana yake hauna nguvu ya kupeleka mahali kwingine. Lazima tu aina ya maisha yako ya asili na waziwazi impendeze Mungu. Lakini kitu kingine sasa, uwepo wa Mungu unapandisha thamani ya mtu. Thamani ya mtu maana yake ni heshima ya mtu. Uwepo wa Mungu unapandisha thamani ya mtu. Thamani ya Yusufu ambayo alikuwa nayo haikuletwa na kitu kingine, ni uwepo wa Mungu ambao ulikuwa juu yake. Mwanzo 39 mstari wa 20 hadi wa 23. Anasema Bwana wake akamtoa Yusufu akamtia gerezani, mahali walipofungwa wafungwa wa mfalme, naye akawamo humo gerezani. Sasa namba moja, angalia, ukitaka kuelewa kwamba huyu mtu alikuwa ni mtu wa thamani, ametenda dhambi, ni kweli amesingiziwa, ile inajulikana kuwa ni dhambi ya kubaka mke wa bosi wake. Kwa nini asipelekwe kwenye gereza la wahalifu kabisa wengine, ila anapelekwa kwenye gereza walipofungwa, waliomo gereza la watu ambao wamefungwa, watu wa mfalme? Manake watu ambao wakitenda makosa pengine kwenye ofisi ya mfalme wana gereza lao maalum ambao wanapelekwa. Yusufu ambaye amekosea, lakini anapelekwa kwenye gereza mahali walipofungwa wafungwa wa mfalme, na akawamo humo. Kwa nini? Kwa sababu Mungu anaongeza thamani ya huyu mtu, kwa sababu kuna mahali anampeleka. So kumbe kuna wakati kuna watu wengine wanavunjika moyo na kutenda na kuanza kuishi maisha ya dhambi kwa sababu hawajui. Wakati mwingine unapita kwenye
majaribu au unapita kwenye aina fulani ya scenario ambayo wakati mwingine hauna majibu juu ni cha kufanya. Kumbe kwenye hayo mazingira kitakachokupa thamani ni ule uaminifu wako mbele za Mungu. Yusufu wakati mwingine hakuwa hata na muda wa kujitetea. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa anajua yeye ni mwenye haki. Lazima tu atafaulu na ataenda mbele. Alafu ukisoma ukiendelea nasema kwamba lakini Bwana akawa pamoja na Yusufu, akamfadhili, akampa kibali machoni pa mkuu wa gereza. Mkuu wa gereza akawatia mkononi mwa Yusufu watu wote waliofungwa waliomo gerezani. Na yote aliyofanyika humo ndiye aliyafanya. Yusufu akawa kiongozi gerezani. Kwa nini? Kwa sababu uwepo wa Mungu ulikuwa unampa thamani. Ameenda kama mfungwa lakini anaenda kuwa kiongozi. Haishi kama watu wengine. Kumbe uwepo wa Mungu unaweza kuruhusu uishi kama mfalme mahali ambapo wengine wanaishi kwa mateso. Yaani unaishi kama mfalme mahali ambapo wengine wanaishi kwa mateso. Kwa nini? Kwa sababu Bwana anakuwa pamoja na wewe. Anasema wala mkuu wa gereza hakuangalia neno lililoko mkononi mwa Yusufu, kwa kuwa Bwana alikuwa pamoja naye. Bwana akafanikisha yote aliyoyafanya. Bwana akafanikisha yote aliyoyafanya. Lakini